ukaingia shule ya upili. Maisha yalikuwa vipi? Katika shule ya upili maisha yalikuwa mzuri sana. Naam. Kwa sababu ulipata pale tuna mwalimu deputy principal. Ndio. Alikuwa anapenda sana, walikuwa anatuita monos. Wale mafumon freshers. Sema ukipatikana ukibuli freshers tunakufukuza. Sasa ulikuwa na ule advantage. Unatembea kama chakula unasaviwa kila kitu, ilienda mzuri sana. Labda ni kipi ambacho unaweza kumbuka kwamba pale ukiwa high school ukifanya kizuri unakipenda sana? Yani zile tu kumbukumbu za shule ya upili. Kumbukumbu za shule ya upili pale nilikuwa napenda kucheza mpira, pia alikuwa katika journalism club. Sasa katika kucheza mpira kuna game nyingine nakumbuka, tulitoka sisi ndio master wa shule. Nisipokuwa game haiendelei. Sasa tukaenda pale kaunti ya Kakamega kucheza na shule inaitwa Shanderema. Tumetoka sisi magwiji wa Busia. Kufika Shanderema tunatamba. Nikishika mpira ni manduru tu. Lakini kufika pale tulistaajabu ya Musa, tulishenyendwa mabao 9 bana kwa Musa. Tulishenyendwa mabao 9 hiyo shule Shanderema. Big shout to Shanderema. Shanderema. Shout out manze. Labda shida ilikuwa nini? Shida ilikuwa sisi. Unajua ukijiona gwiji kuna gwiji mwingine. Sasa tulikutana magwiji. Wale katushenyenda vibaya sana. Wale wamejipanga. Tena tukarudi raundi ya pili wakatushenyenda sasa. Walikuja kwetu wakatupiga mabao 4 tena kwa moja. Labda hiyo furaha, labda hapo mnaenda michezo, masomo, ulikuwa na balance vipi michezo na masomo? Actually masomo ya high school tuseme somo tu moja ilikuwa lanilemea ya hisabati. Lakini ya ingine ilikuwa walkover. Now what was your best ama favorite subject pale high school? Ukisema tu mimi nayo siwezi kupata chini ya C+ ama B-. Hata niamuke napata tu nilikuwa na masomo 3. History, English, Kiswahili. So ulikuwa unatamba sana. Hizo natamba, hata mnitoe tu kwa kaburi hizo nakuja na nawapatia alama ya A. So wewe unajua taaluma na habari pia lazima Kiswahili lugha ukue sawa. Lazima ukue sawa. Labda sasa ukishatoka pale, ushamaliza shule ya upili sivyo, ukakuja hapa jijini Nairobi, ukasomea wanahabari. Ni nani alikuwa anakuvutia sana wewe kufanya hii ndoto ya wanahabari? Muhammad Ali, ule aliyekuwa wa runinga ya Citizen, alikuwa anafanya makala ya Jicho Pevu. KTN pia. KTN. Alikuwa anafanya makala ya Jicho Pevu. Sasa ni mbunge kule Nyali. Ni mbunge wa Nyali. Alinivutia sana, alikuwa anatetea vulnerable families, alikuwa sauti ya wanyonge katika jamii. Sasa ukaamua pia wewe uko kama sasa nataka pia mimi nipiganie jamii, kwa sababu ukiangalia kwenye jamii kama hamna pesa hivi, hamna sauti kwenye jamii. Sasa mtu asipoingilia kati, hata kesi zenyu pengine mtu kwenye ameuawa na mwanasiasa, hiyo kesi inatupiliwa mbali. Na kando na wanahabari, labda ulikuwa na ndoto nyingine, labda ungesema kwamba mimi kando na wanahabari ningependa kufanya ningependa kufanya hii? Nilikuwa napenda kufanya taaluma, nilikuwa nataka kufanya wakili. Lakini kuna vigezo na itifaki zikizingatiwa hukuweza kufika. Ukaamua ujitose? Nijitose kidogo niingie wanahabari, kwa sababu wanahabari pia na wakili unaendana kidogo. Unaendana ukikuwa investigative journalist uko tu kama wakili. Lakini yote tisa kwamba inakuwa tu mpango wa Mwenyezi Mungu. Ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Mungu akikwambia kwamba wewe kesho utakuwa daktari, ni hivyo tu. Kesho utakuwa mwalimu, ni hivyo. Lakini naona kwa sababu pia katika shule ya sekondari nilikuwa natembeza haya makala ya journalism. Mimi nilikuwa prefect wa journalism. Bwana natembeza sana, lakini pia kuna shule moja inaitwa Rangala Girls. Inapatikana wapi? Inapatikana county ya Siaya. Hiyo shule mabinti wako na sauti ni mtoa nyoka pangoni kupitia langoni. Tuliana nao washindani wana binti anashika ile kipasa sauti. Toa sauti unasema unaishiwa power. Nasema hapa tupenyi. Labda kwenye hayo mashindano ulikuwa unaenda mpira, kucheza mpira, wanahabari, ni kipi ambacho ulijifunza kutokana na hayo mashindano? Labda nilifunza talanta hulipa. Ukiwa na kipaji tia bidii na maanani. Kwa sababu ingekuwa kipaji kwa mpira na journalism singefika huko nikatambara hivyo. Unajua pia unabadilisha mazingira. Unabadilisha mazingira na watu.
Labda Bernard, sasa hivi wewe unasomea wanahabari, ukatoka kule Busia ukaja Nairobi. Safari yako ya kuja Nairobi ilikuwa vipi na kwa nini ulifika Nairobi? Safari ya kuja Nairobi ilikuwa tatanishi kidogo, Naam. kwa sababu ilikuwa nisomee chuo kingine pale Kisumu. Naam. Lakini ada ya karo ilikuwa juu. Naam. Sasa nikaamua hizo accommodation pia zilikuwa juu. Sasa unajua baba wangu huko Nairobi ameishi huko sana. Kama atakuja yeye aniconnect sasa na shule huko, ili ukae karibu na yeye. Nikae karibu na yeye. Unajua comrade wanainama ukiwa peke yako na inama sana. Wale wajui. Sasa hapa acha nikuwe mwana mpotevu nirudi kwa baba na urudi labda ndio baadaye uanze kujitafuta. Ndio baadaye nianze kujitafuta. Na ndoto gani labda uko nayo baada ya wanahabari? Ungependa kufanya na station gani hapa nchini Kenya ama pia kimataifa? Hapa nchini Kenya ningependa kufanya na Citizen TV. No. Na kimataifa ni CNN. Mbona Citizen TV hapa nchini Kenya na mbona CNN nje ya nchi? Citizen TV hapa unajua Kenya hapa ni iko na umaarufu mwingi. No. Alafu inajulikana sana. Sasa pia mimi nataka nikiingia pale at least wanione. Unajua media pia unaonekana. Yeah, lazima pia ile audience wa kuone, wa kutambue mashabiki wako. Labda tukimalizia tu Bernard, sasa kuna mwanafunzi yuko pale nyumbani angependa kuwa kama wewe, ni kipi ambacho ungeweza kumwambia sasa hivi? Amweke Mungu mbele, aweke bidii katika anataka kuwa mwanahabari, akuwe mtu wa ukweli, afanye research, kwa sababu wanahabari ukitoa habari za uongo afanyiwe defamation ambayo anaweza kufunga pale kwa court. Aweke tu bidii na ukosi ya taaluma ya wanahabari itakuwa vyema kwake. Swali la mwisho kaka, ni changamoto ipi ambayo ushaipitia kwenye haya maisha ukasema ukajutia sana? Kuna changamoto ambayo nishaipitia ni mingi, sasa sijui nikwambie gani. Yote tu hata kama unaweza zote, tupe zote. Katika shule pale ya sekondari, Naam. Unajua ndio mnaanza mapenzi hivi. Sasa mimi nilibahatika kumkatia, tulikuwa tunashare dem na mkuu wa shule president. Sasa huyo president alikuwa rafiki yangu, akashika grudge. Sasa wakati pale tuko dining hall tunapiga stories zetu, tukashambuliwa na bwana president, akatuwekelea makofi, nyama zeni mbele ya debut. Alikuwa analipiza kisasi, ni direct, akatupiga makofi mbaya sana. Na unajua hakuna yenye unaweza fanya, ni debut hapo. Ndio. Yeah. Sasa mbona uende kwa mke wa rais na wewe bana ni mwananchi wa kawaida? Hapana, sasa rais ndiye alinipata huko, anataka kunitoa. Si wewe ulimpata huko? Si mimi. Alipandishwa tu madaraka kidogo, sasa kaanza kunyakua wake bwana. Labda social media handles zako tunakupata wapi kwa mtazamaji pale ambaye angependa kufuatilia kwenye mtandao wa kijamii? TikTok kwa Benoit Mashut, Facebook Bernard Otieno, Instagram Benoit Mashut. Kuna ambaye nimesahau kweli. YouTube pale ama bado YouTube @Otieno's Report. Asante sana kaka kwa kuweza kushare story yako nasi, ambayo ni episode ya kwanza, kipindi chetu cha kwanza, kipindi kipya. Tunasema kwamba kipindi bikira, kipindi ambacho kimetokea mtaani. Kila siku ya kazi itakuwa ni kuletea story. Wetu hapa mgeni wa leo amekuwa ni Bernard Otieno, ambaye ameweza kutupa story yake. Kuomba uweze kutufuatilia kwenye mtandao ya kijamii pale Facebook ni Mzamil Abdul, YouTube ni Mzamil TV, TikTok ni Mzamil_media. Kufikia hapo sina finani, hata nikiulizwa siungami. Nimekuwa wako na Mzamil bin Rashid.